Qur'an ina maajabu sana. Kisha kadri unavyoisoma kwa mazingatio, wataka kuielewa kwa undani zaidi, basi daily utapata kitu kipya. Haibadiliki, ni ile ile, ila haizeeki. Daily wapata kitu kingine. Sasa mimi kuna kitu wachanishangaza. Yaani kila nitakapoisoma napatana na aya kana kwamba ndo mara ya kwanza naisikia. Kila nitakaposoma, filhali niko na ratiba kusoma kila siku juzuu moja. Yaani mwezi utakapoisha ndio nimemaliza Qur'an. Juzuu zenyewe ni 30. Sasa kila siku juzuu moja, ili kila mwezi utakapomalizika ndio ninamaliza Qur'an. Kila mwezi umaliza. Lakini cha ajabu, daily napatana na aya kana kwamba ndo mara ya kwanza naisikia. Kama jana nilipitia aya kwenye Suratu Zumar. Nikajiuliza maswali kwenye hii aya. Sikupata majibu, lakini leo wakati nasoma Suratul Kahfi leo Ijumaa, nikapata majibu wa maswali yangu nilikuwa najiuliza jana. Sikiliza hizi aya nilikuwa najiuliza maswali. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Suratu Zumar aya 71, Suratu Zumar. Twende pamoja. Anasema wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. Sasa ilikuwa naiangalia kwa mazingatio. Anasema wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara, ya kwamba makafiri watapelekwa kwenye moto wa jahannam makundi zumara. Sawa makundi. Hata idha jauha, paka watakapouendea, yani watakapoufikia huo moto wa jahannam, futihat abwabuha, itafunguliwa milango yake. Ni jahannam itafunguliwa milango yake kusudi wao wafanye nini? Waingie. Umenifahamu vizuri kufikia hapo? Hata idha jauha futihat abwabuha. Nikasema sawa kabisa. Na kisha aya ilipoendelea chini kabisa, aya 73 inaeleza wacha Mungu, watu wa peponi. Hapa alikuwa anaelezea makafiri, kisha chini akawa anaelezea waumini. Anasema kwa lafdhi ile ile ikaja hivi aya, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara, ya kwamba wacha Mungu watapelekwa kwenye pepo yao makundi vile zumara. Kisha anasema hata idha jauha, paka watakapoiendea hiyo pepo. Sasa akasema wafutihat abwabuha, na itafunguliwa milango yake. Sasa nikashangaa, mbona aya ni kama ile, lakini kuna tofauti ya hii yani wakati anaelezea huu moto wa jahannam na makafiri alisema hata idha jauha futihat abwabuha, lakini wakati anaelezea wacha Mungu na pepo akasema hata idha jauha wafutihat. Yani kwa nini hapa ni futihat, hapa ni wafutihat? Yani kuna siri gani hapa ndani? Nikajiuliza hilo swali, lakini sikupata jawabu. Nikaendelea na kusoma Qur'an. Ila leo wakati nasoma Suratul Kahfi, Allahu Akbar, nikapata jawabu. Nayo nikagundua ya kwamba yani katika uslub wa kuzungumza Kiarabu, ukiwa unatumia hizi idadi, yani 1 2 3 4 5 6, hizi idadi, kwa unatumia idadi, hawatumii kutaja idadi isipokuwa baada ya 7, yani kuanzia 8 kuendelea. Yani manake na. Sasa ikiwa anataja 4 ataja 4, 5 5, 6 6, 7 7, lakini ikifika 8 atasema 8 yani 8 lazima atumie na hiyo nimeiona kwenye Suratul Kahfi. Allah wakati anaelezea kisa cha hawa mabwana ashabul kahfi, watu wa pango, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum, watu wataanza kuulizana ya kwamba ashabul kahfi walikuwa wangapi ashabul kahfi. Ndio anasema sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum, watu watatofautiana kuhusu idadi yao, watasema walikuwa 3, 4 alikuwa mbwa wao. Sasa sikiliza hapa, hakuna sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum, kisha kaendelea wayaquluna 5 sadisuhum kalbuhum, hakuna 5 na 6 rajman bil ghaib. Lakini wakati anataja 7 na 8 akasema wayaquluna 7 wa thaminuhum kalbuhum, na wengine watasema walikuwa 7 na 8, yani hii na inatumika baada ya 7. Sasa ndo tukirudi kwenye ile aya, wakati Allah Subhanahu wa Ta'ala anaelezea kuhusu watu wa motoni, alisema hata idha jauha futihat abwabu. Kwa nini hakuna ni kwa sababu milango ya moto wa jahannam ni 7. Na kwa nini kwenye pepo alisema wafutihat? Ni kwa sababu milango ya pepo ni 8. Allahu Akbar.